Oya bo. Baza popo. Naam. Karibuni. Asante. Vipi, kuna usalama? Mbona mabegi? Nimeona nifanye mgawanyo. Mimi nitabakia na wa kiume, na inabidi ubaki na huyo wa kike. Kibadi, wewe ndio ulikuja kwa mbwembwe hapa kumchukua huyo na kudai kwamba shemeji yako atamtesa. Vipi leo unamrudisha na mabegi? Ni kweli mimi ndo niliyekuja kumchukua kwa mbwembwe, ila hivyo hivyo ndivyo ninavyomrudisha pia kwa mbwembwe. Kaka, usitaki kukwepa majukumu yako. Ni lazima utambue hawa ni majukumu yetu sisi, hakuna mwingine tena wa kumpa. Aise, safi sana. Hayo ndio majukumu sasa, na kwa kuwa umeingia huku, nafikiri utajua nini cha kufanya. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho ulikuwa haukifahamu. Mimi na wewe kwa sasa mkataba wetu umeishia hapa. Mkataba? Ndio. Upi huo? Pesa ambayo nilikuwa nachanga kwa ajili ya hawa, kwa sasa ninasitisha. Unavyotaka na mimi nataka freshi tu. Kwa hiyo ina maana hapa unamaanisha kila mtu abebe msalaba wake, si ndio? Ndio maana yake. Fresh. Sawa. Hiyo imeisha. Imeisha. Aya, wewe mshenzi, umefanya nini huko mpaka amekurudisha? Huko nilichoharibu. Lakini kuna watu wanatafutia na matatizo ili kuficha dhambi zao. Kivipi? Kikulacho kiungoni mwako. Kikulacho kiungoni mwako. Ndio vitu gani hivi? Ila ngoja nitajua. Kama kikulacho kingumoni mwako, tutajua. Juhudi, amani, upendo, mwiko kukata tamaa. Mwiko kukata tamaa. Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na dunia, akatuachia amri kubwa ni upendo. Tupendane, tupendane. Leo imekuwa tofauti na jana. Tunaishi Mkangu. Mkangu. Vipi kuhusu nilichokuomba? Nimepata, lakini nimepata nusu yake. Kwa nini? Na nikwambia nina shida kweli. Jamani, wewe mwenyewe unajua mimi sina kazi, ila nategemea kwa mume wangu. Mume wangu mwenyewe mpaka avunje moyo ndio tupate kula.
na bado napata hichi kidogo ili nionyeshe jinsi gani nakupenda, yani bado tena unaanza kulalamika. Sawa mpenzi wangu, naomba nisaidie hiyo. Nisaidie. Halo. Uko wapi mke wangu? Nimeshafika nyumbani. Chapo basi. Sawa. Bibi tena kwa nini? Huyo mjinga kashafika nyumbani. Tena? Ndiyo kafika, ndo hapa alikuwa amenipigia simu. Sio itakuwaje? Halo. Nini? Basi nakuja sasa hivi. Sawa. Sasa hivi. Mbona haraka tena nini? Acha nifike nyumbani kwanza. Kuna nini? Huyu mwanamke ashafika. Tunaona siku nyingine sawa. Na mwanzo huyu mwanamke kwanza ashafika. Sawa. Tunaona siku nyingine sawa. Tupendane. Leo imekuwa tofauti na jana. Tunaishi kwa kusaliti. Yaani wanawake wengine bana. Yaani mtu unaenda unaacha mlango wazi, sio? Mama. Vipi? Safi. Mke wangu. Yaani kwa jirani muda wote huu. Mlango umeacha wazi. Wakija ukituibia. Wewe baba wewe jamaa. Umo kwa vitu gani vivyopo huko ndani vya kuweza kusema kwamba tutaibiwa? Mpaka nianze kuhangaika na milango na makufuli eti nafunga. Hiyo milango ile huko ndani ndio vitu vya kuibiwa jamani. Mke wangu. Lakini hiyo milango ndio inayotustiri sisi. Baba, hebu tuachane na hayo. Vipi kuhusu mdogo wako? Kwa swala mdogo wangu. Mimi nadhani huo ukurasa tumeufunga sasa. Nimempeleka kwa baza na baza kampokea. Na tumekubaliana kwamba ataishi huko. Mimi nitabaki wewe, mimi na dogo Nuni. Sawa. Mke wangu. Unajua nimezunguka humo ndani kama paka anayetafuta samaki, lakini nimekosa. Yaani namaanisha mke wangu na njaa. Kwa sijaona chakula humo ndani. Hela imepotea. Yaani hela yote ile imepotea? Sasa kinachokushtua hapo kitu gani jamani? Hela imepotea. Mke wangu, mimi kipi ninaondoka hapa nilikwambia hela nilionayo ni hiyo hiyo mke wangu. Unatakiwa uitumie kwa uangalifu.
Sasa imepotea, mimi nitafanyeje sasa hapo? Unachotakiwa ni kutoa hela nyingine tukaemee, na sio tuanze kujadili haya masuala ya hela. Hela imeshapotea. Hey, jamani. Ona sasa, yaani badala nikasirike mimi ambayo hela yangu imepotea, nakasirika yeye. Hey. Sasa mimi hata nafanyeje? Na mimi kabisa nilimwambia hela mimi ninayo hiyo. Sasa tunakula nini? Mdogo wangu kabisa ameenda shule, kidogo anakula nini mwanamke jamani? Sasa mimi sio hapa, mimi nafanyeje? Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na dunia, akatuachia amri kubwa, ni upendo. Tupendane. Leo imekuwa tofauti na jana. Tunaishi kwa kusalitiana. Huwezi amini panya ule amerudi mtaani. Yeye amenibia mchana kweupe. Hivi kipi kimepungua humu ndani? Muda wote hapa nimekaa hapa na kusubiri. Ulikuwa mke wangu, nilikuwa na rafiki zangu. Hivi mume wangu, mbona umebadilika ghafla? Yaani sijui, ama kwa sababu unajua nakupenda sana eti? Hapana mke wangu, mbona umekuja bila taarifa? Ulitaka nikupe taarifa ili uendelee kufanya upuzi wako eti? Upuzi? Upuzi gani tena? Hebu nifungulie mlango hapa nisikize. Fungulie mlango. Tunaishi kwa kusalitiana. Tunaishi kwa kumana. Kikulacho kinguoni mwa. Wewe Wewe, Nyundo na shule vinahusiana nini? Nyundo amekuwa daftari? Boss. Ulikuwa unafanya nini? Tulikuwa tunagongelea mabenchi. Unagonga mabenchi? Wewe umeshakuwa fundi mdogo wangu? Hapana brother. Sasa kwa nini unatoka nyumbani na Nyundo yangu mimi ya kufanyia kazi ndio unaenda nayo shule? Na kilicho kwenye daftari ni nini? Tuone. Namba kisu. Nungi, kisu. Naichi. Kwa kuna kazi ya kukatakata vitu brother. Yaani nyie, muda si mrefu mtakuja kunichosha. Kwa sababu nitakupiga, nikuumize, nikuvunje ili nionekane mimi ni mbaya. Nionekane nyie wadogo zangu siwapendi na wanyanyasa. Kwa sababu unatoka unaenda shule, baada ya kwenda na madaftari unaenda na daftari moja. Na begi lako liko wapi? Unaona? Umepoteza, si ndio? Umeuza. Shika upuzi wako, nenda kwa badilishe nguo, uje hapa unieleze vizuri. Na leo nitakufumua. Yaani
Nenda kabadilisha nguo ndani. Uja. Yaani nyie huku mnakokwenda ni kwenda kuniua. Kwa sababu hii nyumba imekuwa inanichanganya kila kukicha. Dada yako amenivuruga, nimemtimua huko, nimempeleka kwa baza. Wewe nikajua mtoto wa kiume utasaidia sasa. Lakini wewe ndio mpumbavu na mjinga unaenda na vitu vya hatari shuleni. Mwanamke nilikuwa tegemea kabisa kwamba sasa yeye ndio utulivu wangu. Lakini naye ndio vile vile kabisa. Unasemaje wewe mwanaume? Au sijakusikia? Unasemaje? Nisikilize wewe mwanaume. Sawa? Ugomvi wewe na wadogo zako usije kuniingiza na mimi. Sijui unanielewa? Sawa? Hamna mke wangu. Kuna vitu tu haviko sawa kichwani kwangu. Kwa vitu gani? Sijali. Na unisikilize kwa makini. Alokupa wewe maskini ndio unatakiwa umwambie akupe pesa ili watu tule humu ndani. Sawa? Na ugomvi wa wewe na hao wadogo zako usije ukaniingiza mimi. Hata siku hii, hata siku moja. Mke wangu. Lakini tambua kwa hii hali mimi sijajitakia. Mungu ndo anayepanga kila kitu mke wangu. Sitaki kujua. Ninachotaka kujua, tunakula au hatuli humu ndani leo? Kwani kuna shida gani? Shida sikula tu. Shika hii hela utafanya nini? Haya ndo maneno. Na inatakiwa uige mfano kama mdogo wako. Kwa brother tushamaliza. Hapa ni baridi. Tupendane, tupendane. Leo imekuwa tofauti na jana. Tunaishi kwa kusalitiana. Tunaishi kwa kumbana. Kikulacho kinguoni mwako. Vipi? Poa. Kumbe ulikuja? Bora nimekuja tokea muda. Jamani, hata tuambiani kama umekuja. Yaani shogangu mvua unaona nilikuwa naelekea kwako. Kuna jambo gani mama wewe huwezi kuja nyumbani bila kuwa na tatizo? Kwani una shida? Yaani hapo unavyoniona ndugu yangu nishachanganyikiwa. Hivi nikuulize swali. Uliza. Unaweza ukajisikiaje unamhudumia mwanaume, yaani unamfanyia kila kitu anachokihitaji, alafu ukasikia anakuchiti ama ukahisi anakuchiki, unaweza ukajisikiaje? Ni lazima ujisikie vibaya, ila nani anayekuchiti? Sijajua. Ila celle que j'apprendrai quitter avec mon mari. Moi-même je me connais, je saurai quoi faire. Puis que j'apprendrai quitter avec mon mari, je saurai quoi faire. Sijui. Kwani kuna nini? Mbona mimi sikuelewi? Tajua tu. Nitakaye mjua anatembea na mume wangu, nitamuoa. Angalisho na wanadamu ni moto wa kuotea mbali. Sijikuta unaelezea shida zako, kumbe wajimaliza mwenyewe.